Mwambie Yesu jioni ya leo, kwani ni jambo gani gumu yeye asiloliweza? Yale tunayoona kwamba hayawezekani maishani mwetu, yeye kwake yanawezekana. Yeye ni baba wa yatima, yeye ni mume wa wajane. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Mwambie, kwani ni jambo gani Jehova? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Niseme, Jehova, kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Yeye ni mponyaji, yeye ni mkarimu, mlinzi, mfariji wa amani. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Baba, niseme, nitaje, Yesu wangu nitaje, niseme yawe, nitaje mimi, nitaje Bwana, ni jambo Baba hilo Yehova Shama, wewe Bwana, kwani ni jambo Yesu, yeye asiloliweza. kwani ni jambo Baba, Kwani ni jambo Yesu,
Tunalibariki jina lako Mfalme. Hakuna jambo usiloliweza. Wewe Mungu wetu unaweza yote. Wewe Mungu wetu unafanya yote. Yote yako katika uweza wako. Yote yako katika mamlaka yako. Yote yako katika namna ambayo wewe unaweza ukayatengeneza. Tengeneza tena mambo yetu katika siku hii ya leo, katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Ufunuo wa Yohana sura ya 6. Ufunuo wa Yohana sura ya 6. Leo tena Bwana ameturuhusu tujifunze ufunuo wa Yohana. Jamani, Bwana asifiwe. Manake ufunuo wa Yohana hata kuufundisha yenyewe ni ufunuo. Bwana asifiwe. Kufundisha tu ufunuo wa Yohana inahitaji ufunuo. Kwa hiyo ukiingia kichwa unashangaa, mambo yanaanza kuwa magumu ghafla. Lakini ukiwa pamoja na Roho anayefunua yaliyositirika, mambo yanakuwa mepesi. Karibu Desia sura ya 6 yote. Biblia inasema, kisha nikaona napo mwana-kondoo alipofungua moja ya zile muhuri 7. Nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda anauta. Akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Na alipoifungua muhuri ya 2, nikamsikia yule mwenye uhai wa 2 akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Na alipoifungua muhuri ya 3, nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona na tazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba 3 vya shayiri kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Na alipoifungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya roho ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, E Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu ya nchi. Palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake ukitiswapo na upepo mwingi. Mbinguni zikaondolewa kama ukurasa Mbingu zikaondolewa kama ukurasa uliokunjwa. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa
na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiimbia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwanakondoo. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Katika ule mstari wa kwanza na wa pili wanamwelezea farasi mweupe, ambayo nilisema kuna mitazamo miwili. Wengine wanafikiri yule farasi mweupe ni Kristo, lakini wengi wanafikiri kwamba yule farasi mweupe ni mpinga Kristo, kwa sababu mpinga Kristo ana tabia ya imitate, ya kuigiza mambo ya Kristo. Kwa nini hawa watu wengine wanasema yule atakuwa ni mpinga Kristo? Wana sababu kadhaa kwa nini wanasema hivyo. Cha kwanza, kwa sababu yeye anayefungua ile mihuri ni Kristo. Sasa hawezi kufungua yeye mwenyewe na yeye mwenyewe akatokea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anasema kwa sababu yeye anayefungua, moja ya sababu, yeye anayefungua, aliyekuwa anafungua hiyo mihuri alikuwa ni nani? Ni Kristo. Sasa hawezi kufungua alafu yeye ndo anaanza tena kutokea. Kwa hiyo wanasema hivyo na kadhalika na kadhalika. Lakini pia Kristo huonekana mara nyingi akiwa amevaa taji ya utukufu, na huwa anakuwa ana upanga, na upanga wa Kristo ni tofauti na upanga nyingine. Upanga wake huwa unakuwa una makali kote kuwili, unakuwaga ni upanga wa makali kote kuwili, ambao huwa unawakilisha neno la Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jana niliwaeleza kuhusiana na huyo mpinga Kristo atakapokuja atauhakikishia ulimwengu ya kwamba mambo yote ni shwari, wawe na amani, wawe na furaha, kutakuwa na utulivu, sawa na uchumi wa dunia nzima utatengamaa, kutakuwa na raha sana, kasoro kwa wale watu ambao wao wamekataa kuendana na huyu mpinga Kristo. Wale watapata changamoto. Mstari wa kwanza na mstari wa pili. Mstari wa tatu pale tunaona farasi mwekundu. Farasi nini? Hapa vitatokea vita hapa duniani, na vitaendelea mpaka mwisho wa mpinga Kristo, na damu nyingi zitatiririka. Damu nyingi zitatiririka. Damu nyingi zitatiririka. Bwana Yesu atusaidie sana. Vitatokea vita tu ambavyo vitakuwa vina nyonga. Simu ni ya humu ndani. Tuendelee. Nani huyu ambaye anatumiwa kuondoa tension ya ibada? Kwa hiyo huyu wa pili, unaona huyu farasi mwekundu, yeye anakuja akiwa ana upanga. Upanga wake sio ule upanga wa makali kote kuwili ambao anakuaga anawakilishwa nao Yesu. Huu ni upanga wa kuharibu, upanga wa kuua, na hapa kutatokea mapigano makali sana katika dunia. Watu watauana na kuuana, vita vitatokea, vita na vita, watu watauana na watu watashangilia kuuana. Wakati fulani tulikuwa nyumbani tunaangalia TV, na kwenye TV pale wakawa wanaonesha hivi vifaru vinapita.
vifaru vinapita vingi. Na masilaha yale makubwa makubwa ya magari yanapita pale. Namkumbuka mzee wangu alisikitika sana, akasema ila sisi wanadamu ni watu wa hovyo sana. Yaani haya yote tumetengeneza sio kwa ajili ya kuua ng'ombe, tumetengeneza ili tuuane sisi. Yaani umeelewa? Watu wanatengeneza nuclear, watu wanatengeneza mabomu, mavifaru, sijui mashine zote unazozijua. Lengo kuu la kutengeneza hizo mashine sio kuua kondoo, sio kuua mbuzi, sio kuua sijui mnyama mkali, simba sijui. Lengo la yale masilaha ni ili sisi wenyewe tufanyaje? Tuuane. Na ile siku inavyokaribia, unaona mamashine yanavyotengenezwa, watu wanashindana nani ana nyuklia kubwa zaidi, nani ana uwezo wa kupindua zaidi. Sasa haya madude, nyakati hizi huyu farasi mwekundu atakapokuja atamwaga, watu watakuwa yani hawafikiri mara mbili, wanapindua Tanzania yote. Wale ambao wamewahi kusoma historia ya vita ile ya Korea, ni nchi yote inapinduliwa hivi, pinduliwa yote. Vita hii itakuwa sio ya kawaida, watu watauana. Amani ile ambayo mpinga Kristo alikuwa ameitafuta na kuithibitisha ndani ya miaka 3.5, ile amani yote itaondoka. Watu hawataikumbuka ile amani hata kidogo. Yani watu itakuwa survival for the fittest. Anayepiga, anayeua ndio anayeishi. Kama uwezi kuua, unauawa na kifo kinakuwa mbali. Kwa hiyo mambo yatakuwa mengi sana. Jamani, Bwana atusaidie sana. Na farasi anayefuata ni farasi gani? Mweusi. Mstari wa 5 na wa 6. Tusomee mstari wa 5 na wa 6. Farasi mweusi. Hapa sasa ndio kindumbwe kimeanza. Amekuja master mwenyewe, anajionyesha kwamba yeye yuko kwenye control ya vitu vyote. Na alipoifungua muhuri ya 3, nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona na tazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Farasi mweusi. Farasi mweusi, alafu yeye aliyempanda ana nini? Ana mizani. Huyu farasi ni farasi wa mauti, farasi wa kuzimu. Lakini ile mizani ambayo unaiona anayo mkononi ni ishara ya uhaba wa chakula. Wote tunafahamu baada ya vita kali kutokea, watu huwezi kaenda kulima kukiwa na vita, si ndivyo watakatifu wa Bwana Yesu? Jamani, si ndivyo? Mliona hapa Oktoba 29. Watu ndani walifungiwa, si ndivyo? Bastola zilikuwa zinarindima. Watu ndani, kila mtu anaogopa. Hiyo ndio hali. Fikiria sasa unaishi hivyo miaka. Kuna watu waliuawa tu walipokuwa wanaenda kutafuta, manake mambo yametokea, hawajajiandaa. Hawana unga wa jumla, hawana mchele wa jumla. Ghafla tu risasi zimeanza. Amri imetoka, wote mkae ndani mpaka Samia aseme tutoke. Na ndani hauna chakula. Unafanyaje hapo? Wengine wakauawa walipokuwa wanatoka kwenda kutafuta vyakula. Pam 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 pam. Nani anataka vita? Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Watu kukiwa na vita, huwezi kaenda shambani. Utabeba jembe, kuna vita. Utafungua duka, kuna vita. Utakuwa unauza mgahawa, kuna vita. Kila panapokuwa na vita, baada ya vita, kifuatacho baada ya vita ni nini? Ni njaa. Sio njaa ya kawaida. Hii ni njaa ya dhiki kuu. Ni njaa ya nyakati ya dhiki. Anasema vitu vitakuwa adimu, chakula kitakuwa adimu, itakuwa njaa
kuliko njaa ya aina yoyote iliyowahi kutokea duniani. Utapigwa njaa na kufa kumewekwa mbali. Sio kwamba hakupo, kupo, ila kuko mbali. Huyu farasi kazi yake ni kuleta njaa hii sasa, kuanzisha msimu wa nini? Wa njaa. Na hivi vitu vyote vinaingiliana. Na njaa hii pia itatokana na jua litasogezwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Jua litasogezwa karibu na wanadamu. Mwezi utatiwa giza. Jua litakuwa jekundu, litashuka hivi karibu na wanadamu. Sasa hivi tunasemaga jua kali, joto. Likisogezwa tu hivi, likisogezwa hivi kidogo, joto yake unafikiri itakuwaje? Utapanda mahindi yote yanafanyaje? Yanaungua. Utapanda ngano, vyote vinafanyaje? Vinaungua. Kwa hiyo ile mizani, mstari wa 5 na wa 6, umesoma na wa 6? Haya, soma na wa 6. Hapa ni njaa, uzinduzi wa njaa. Umeelewa? Watu hawatakumbuka shibe waliowahi kushiba. Kwa sababu kile kipindi cha miaka 3.5 kutakuwa na anasa kwa watu wote waliokubali ile chapa ya yule mpinga Kristo. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema. Si unaona hiyo? Nini inasemaje? Kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba 3 vya shayiri kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Kwa hiyo vitu pekee vilivyowekwa exception kwenye madhara hayo ni mafuta na nini? Na divai. Vingine vyote vilipigwa, ilisafishwa, nchi ilisafishwa. Huko mbele utakuja kuona. Hii ni utangulizi tu. Yaani ile miaka 3.5 itakuwa kama miaka 1000. Hii ni introduction. Hapo mambo bado hayajakolea. Hapa njaa bado haijakolea hapa. Wapendwa, kama wewe unapata shida njaa ya siku 21. Sasa tena unakula saa 12. Ile njaa ya kwenye dhiki kuu hautaiweza. Muhuri unaofuata, muhuri wa ngapi? Tunaingia muhuri wa ngapi? Wa 4, mstari wa 7 na wa 8. Soma. Na alipoifungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivujivu. Ndio. Na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu. Jina la huyo farasi ametajwa kabisa. Jina lake ni nani? Mauti. Mauti na nini? Na Kuzimu. Maana yake mauti na kuzimu vimekuwa personified. Vimepewa jina kama la binadamu. Kwa sababu kuna nguvu itakayokuwa inatekeleza mauti. Kuna nguvu itakayokuwa inatekeleza mambo ya kuzimu, mauti na kuzimu. Na Kuzimu akafuatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Robo. Kwa hiyo hapa watakaokufa hapa ni robo ya wakazi wote wa duniani. Na hapa unakufa kwa nini? Kwa njaa. Na kwa nini? Na kwa tauni. Na kwa nini? Na kwa hayawani. Na kwa nini tena? Kwa upanga. Hayo mambo yataua robo ya wakazi wote wa dunia ya wakati huo wa dhiki kuu. Robo itauawa. Kwa nini robo? Kwa sababu mauti haitakuwa karibu. Ila hali ya hao wengine ambao hawajafa, pia hali yao itakuwa ni mbaya sana. Watakuwa wanapumulia mashine. Hali itakuwa ni ya kutisha. Hali itakuwa ni ya kuogopesha. Na waliobaki hai watakuwa wanawatamani waliokufa. Umenielewa?
Kuwa hai halitakuwa jambo la kusherekea leo. Leo tunasemaga siku ya mwaka mpya tunakuja. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Namshukuru sana Bwana Yesu ameniacha hai, wengine wamekufa lakini mimi ameniacha. Wangapi wanamshukuru Mungu hivyo? Kaniacha, haleluya, mimi bado naishi. Nyakati zinakuja ambayo kuwa hai itakuwa kama ni laana. Kuwa hai itakuwa kama ni jambo baya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Muhuri ya 5 mstari wa 9 hadi wa 11. Na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema. Sasa hawa waliochinjwa kwa sababu ya ushuhuda. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Wengine kuna mitazamo miwili ya kithiolojia. Moja, wengine wanaamini hawa waliochinjwa ni watu waliochinjwa wote kuanzia mwanzo kwa ajili ya ushuhuda wa neno la Kristo. Kuanzia mwanzo mpaka wakati ule wa dhiki kuu wa miaka 3.5. Huo ni mtazamo wa kwanza. Lakini mtazamo wa kiassemblies, sisi tunaamini kwamba hao wanaotajwa hapa ndio wale ambao walishtuka ya kwamba tumebaki na sasa tung'ang'anie kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunaamini kwamba ni hao watu watakaookoka katika ile miaka 3.5 ya kwanza, na wana wa Israeli watakaomwamini Yesu katika wakati huo, ambao pia sasa wataokoka kwa njia ya kumwaga damu. Sio kwa njia ya kawaida, kwa njia ya kumwaga damu zao, kwa njia ya damu zao wenyewe kuwa shuhuda. Ndio maana anasema wanaomba, watu hawa pia wanasikitika, wanaomba kisasi juu ya damu zao wenyewe. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakaouawa vile vile kama wao. Hapa ndio kuna wale mashujaa waliokufa kwa sababu ya ushuhuda wa neno. Wapendwa, kubali tu Yesu awe amekufa kwa ajili yako, na kubali yeye afe wewe uishi. Hiyo si ni nzuri jamani? Jamani, hilo si zuri? Unataka na wewe ufe, na wewe utoke damu, na wewe uteseke? Hapana. Muhuri ya 6, twende. Muhuri ya 6. Nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Bwana atusaidie sana. Amen. Jamani, Bwana atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kutakuwa na matetemeko. Sijajuaga ukigoma kama matetemeko yanakuwa makubwa. Huko hamna. Kule ile bonde la Ufa mara kadhaa kunakuwa na tetemeko la kweli kweli. Tetemeko linatetemesha mpaka unatetemeka. Bwana asifiwe. Kule Japani kuna matetemeko. Unajua huku Afrika hakuna matetemeko. Japani kuna matetemeko, na nchi zote zinazokaribiana na Japani kuna matetemeko, kiasi kwamba mainjinia wamebuni teknolojia ya kujenga magorofa ya spring.
Yaani yale magorofa yananesa hivi. Ushaikaa kwenye gorofa linalonesa? Nenda Japani. Haleluya. Nenda Japani jamani, nenda Japani. Amen. Gorofa inaenda juu hivi, inaenda 700. Juu hivi inaenda hivi, mnaelewa? Unajua huku tuna vibanda vinafanana na magorofa, si ndivyo? Huko kwa watu huko wana magorofa, huku watu wanajenga. Ukienda Japani, ukiona kuna kimbunga, ukiona kuna tetemeko, wanasema ndani ni salama kuliko nje. Kwa sababu ukikaa nje, vile vimbunga vinang'oa miti, vinang'oa nyumba, vinang'oa hivi vidude vidogo. Huko miti hiyo inang'oka, hata ungekuwa mkubwa kiasi gani, unang'olewa tu hivi na kimbunga. Lakini wamebuni teknolojia ya kuishi kwenye hayo mazingira. Wametengeneza magorofa yenye spring. Kwa hiyo ile tetemeko inavyokuja, lile gorofa linakuwa linanesa hivi mpaka muda ule tetemeko linaisha. Umeelewa? Teknolojia ya pili ambayo wameiventure ni kule chini kabisa ya yale magorofa wameweka haya mataaluma ya reli. Kwa hiyo gorofa ina slide, ina swing. Wapendwa, tuko mbali. Unajua kuwa Afrika na kukosa mbinguni ni jambo baya sana. Unajua ukiwa Afrika angalau hakikisha unaingia mbinguni. Bwana tusaidie sana. Kwa sababu maisha yetu ni magumu. Yaani ni kama vile tayari tuko kwenye ziki kuu kabla ya ziki kuu. Ninawaambieni, haya maisha yetu ni magumu. Wazungu fulani walitoka huko kwao wakaja. Sasa askofu mkuu akawapeleka kwenye makanisa yale ambayo yani hayana majengo, hayana pa kuabudia, hayana nini. Wale wazungu wakashangaa kwenye hilo kanisa ambalo jua linawapiga watu kuanzia ibada inaanza mpaka mwisho wa ibada, jua inawapiga. Wakashangaa wale watu wanasifu kwa shangwe kubwa, zile shangwe za Mama Timozi. Sasa wanasifu, wako juani. Wale wazungu walikuwa wanajiuliza, unawezaje kuwa na furaha kwenye shida kiwango hiki? Yaani mtu anawezaje kuwa, yaani walikuwa moja ya maajabu waliotoka nayo Afrika. Wanasema jamani, duniani kuna maajabu, moja wapo yako Afrika. Waafrika wana amani na wana matatizo. Umeelewa? Yaani wao kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yetu kingewapa stress. Kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yetu wao kingewapa stress. Lakini sisi hata tukilala njaa, Yesu ni nani? Tuna amani, tunafanya ibada, tunambariki Bwana. Haleluya. Sasa mpendwa, umeishi katika tabu hizo, umeishi katika dunia yenye vumbi, dunia yenye shida, dunia yenye dhiki, na bado mbingu ukaikosa. Hilo mbaya sana jamani, hiyo mbaya sana. Ili pigo la sasa hili, kutakuwa na tetemeko. Yaani tetemeko sio hivi tetemeko kweli. Kutakuwa na tetemeko. Sasa fikiria, ili tetemeko na huu upepo utakao kuwepo hapa, utakuwa ni upepo ambao unahamisha mpaka mlima. Ushai kuona huo upepo? Ushaiona hiyo? Ushaona hali ya hewa mpaka milima inahama, si ndivyo? Yaani hali ni mbaya. Hali ni mbaya. Na hii bado ni utangulizi. Vitu vyenyewe vya dhiki kuu bado havijaachiliwa. Hapa ni introduction to dhiki kuu. Si unaona tuko sura ya ngapi? Si ndio unaona kwanza asubuhi. Yaani hii ni unakaribishwa, karibu kwenye dhiki kuu. Ndio madude yenyewe ndio haya. Hapo tayari robo ya wakazi wote wa dunia wameshafanyaje? Washakufa. Na ni utangulizi na ni mwanzo.
hali yenyewe bado haijafika. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Yaani itakuwa ikipiga, inapiga kuanzia kwenye hali ya hewa, inapiga. Yaani itakuwa sio kwamba tu vitu, inapiga kuanzia kwenye jua, inapiga mpaka kwenye mwezi, inapiga mpaka hapa kwenye mawingu, inapiga mpaka kwenye ardhi, inapiga kila kona. Hautapumua. Hautapumua. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Ile muhuri ya 7, muhuri ya 7, ndani ya muhuri ya 7 zitatoka baragumu 7. Hapo sasa ndio muziki unaanza kuwa uko kwenye mido. Umeelewa? Ukisikia baragumu, huo ni muziki mwingine tena. Tutaanza kesho mabaragumu, na zile za mwisho zinaitwa ole, na zinaitwa ole kwa sababu ya ukali wake na uzito wake. Kwa sababu ya ukali wake na kwa sababu ya uzito wake. Kwa hiyo kesho tutaanza ule muhuri wa 7 ambao utakapofunguliwa baragumu 7 zitafanyaje? Zitatoka. Tutaanza kuangalia baragumu moja moja. Tutaangalia kesho sura ya 7 na sura ya 8. Kama Mungu akitusaidia, na sura ya 9 tutaenda nayo. Nikwambie, Mungu akupe neema tuendelee kumpenda Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana atupe neema tuendelee kumuishia Bwana. Kwa sababu huko mbele mambo hayo ni magumu na mambo hayo ni mabaya. Mambo hayo ni magumu na mambo hayo ni mabaya. Naomba tusimame. Mwambie Mungu, ninaomba utakaporudi mara ya pili ya kwanza, niwe sehemu ya watu watakaonyakuliwa katika unyakuo huo. Nifanye hilo jambo kuwa ombi lako. Mwambie Mungu, nisaidie ninyakuliwe, nisaidie niwe sehemu ya watu watakaonyakuliwa. Amen. Kitu chochote ambacho kinanitoa kwako, ninaomba ukiondoe kwenye moyo wangu katika jina la Yesu Kristo. Inua sauti yako, omba ombi hilo mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Shetama yakatarama yeketarabakato mayeketarabaka norobosika ramakaya reketarabaka ndarimande reketarabakuta ramaseke ribayanda ramasika riketaramaseke rikatarabakata. Bwana Yesu, tujalie Bwana Yesu, kila mmoja wetu siku ile utakapokuja katika kulinyakua kanisa, tuwe sehemu ya watu watakaonyakuliwa katika jina la Yesu. Tupe neema ya kukesha, tupe neema ya kukesha, tupe neema ya kuwa macho, tupe neema ya kukungojea, tupe neema ya kukutafuta, tupe neema ya kukutaka, tupe neema ya kukuonea shauku. Baba, ninatengeneza moyo wa ibada ndani ya watu hawa katika jina la Yesu. Moyo wa ibada uumbike ndani yetu. Moyo wa kukupenda wewe uumbike ndani yetu. Moyo wa kuishia wewe uumbike ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Reketa ramande reketa. Rekata rimanda riketa. Ramanda riketa rikato. Rekete reketa rikata. Rekata rimanda rabakota.
Mwambie Bwana Yesu, nisaidie utakapokuja kulinyakua kanisa, niwe sehemu ya watakaonyakuliwa. Nisaidie niwe macho, nisaidie Bwana. Riketa rimanda rikata, reketa rikata, reke rimanda rikata. Ninaomba damu yako initakase, damu yako inisafishe, damu yako initakase, damu yako inisafishe Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ramande reketa rabakarima seka, matereketa ramaseke, ramande reketa rimande reketa, ramande reketa rimakata, rikata rikata rikanda rikata. Endelea kuomba kwa jitihada, endelea kuomba kwa bidii. Ninaona kuna jambo linaachiliwa ndani yako, moyo wa kumpenda yeye, moyo wa ibada, moyo wa utakatifu unaachiliwa ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Rikata rimanda riketa, rekata rimande reketa, rikata rimanda rikata rikata, rekata rikata. Yesu, tusiwe watu ambao tutakuwa tunakuja kanisani lakini mwisho tukawa watu wa kukataliwa. Tusiwe watu ambao tunatoa sadaka lakini mwisho tukawa watu wa kukataliwa. Tusiwe watu ambao tunafunga mifungo mingi lakini mwisho tukawa watu wa kukataliwa. Bwana, tuepushe Bwana, tuepushe na ghadhabu yako Bwana. Tengeneza tabia zetu za ndani, tengeneza utu wetu wa ndani, tengeneza hali yetu ya ndani, tengeneza namna yetu ya ndani, tengeneza maandalizi yetu ya ndani. Tuandae Bwana Yesu, tuandae mfalme, tuandae Bwana Yesu, tuandae mfalme. Yakaterema yakata, makata rimanda reketa rimakata, ramande reketa rikata, ramande reketa rikata, rabakata rimande reketa, rakata rikata rimande reketa, rakata rika rimakata, rakata rika rimande reketa, rakata rikata. Oh, Yesu akawaambia wanawake wa Yerusalemu, jililieni ninyi na watoto wenu, jililieni ninyi na watoto wenu, jililieni ninyi na watoto wenu. Rekena ramakayata, rikata rikata. Ililie nafsi yako mpendwa. Yo ramande reketa, rakata rika rimakata, reke rima yakata, reketa rikata rikata, rekata rikata, reka rima kayata, reke rima yakata, reka remande reketa, reka rikata reketa, rakata rikata. Yanda rama yakata, yakande reketa ramakaya, yatarimande reketa. Mwambie Bwana Yesu, nioshe kwa damu yako. Ondoa kila uchafu ndani yangu. Osha akili yangu, osha ufahamu wangu. Omba damu ya Yesu Kristo ikuoshe katika jina la Yesu. Rakata rimande reketa. Ili wewe usiachwe, ili wewe usiachwe, ili wewe usiachwe, ili wewe usiachwe. Mwambie Bwana, kwa damu ya Yesu nitakase, 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 nitakase. Yesu, vunja ile nguvu ya dhambi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ramababa shanda ramakaya, riketa rimanda rikata, rakata rikata rikata, rakata rika rimasaka, reka riba kata rika, reke reke rimakata, rakata rika rimakata, rakata rike rimakata, raka rimaseka rikata, rakata rikata, rakata rika rimadereke, yakarema yakata. Lilia nafsi yako mpendwa. Mwambie Bwana akukumbuke, mwambie Bwana akurehemu, aondoe kila njia inayoleta majuto, kila njia inakutenga na Bwana, kila jambo linalokutoa kwake. Yakarima ndarikata, rakata rika rimandarikata, rakata rika rimandereketa, rakata rika rimandereketa, rakarima nereke rimakata, rakarima kata rikata, rakarima ndarika rimakayata, yakarema yakata, yakarima karikata.
Wapendwa, hatutanyakuliwa kwa sababu tunaabudu TAG Mwanga Msufini. Hatutanyakuliwa kwa sababu tunafanya huduma. Tutanyakuliwa kwa sababu tumetakaswa, kwa sababu tumeoshwa, kwa sababu tumesamehewa, kwa sababu tumetubu dhambi zetu, kwa sababu tumemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwa sababu tumemkubali Yesu. Hiyo itakuwa ndio kigezo cha unyakuo. Katika jina la Yesu. Hallelujah.